win. Every move you go, that is what we call prophetic rewards. They open doors for you. You win every battle wherever you go. In the book of Ephesians 6 verse 1 to 4, it speaks about honoring. Read it. It speaks about honoring your father and mother. It is the only commandment that has a promise. Because so that you can be enlarged. Ndio ukue, upanuke, ukue mtu ambaye ako na nguvu, ako na uwezo. You need to honor. If you honor your spiritual father, if you honor your father, your real father, God will make you grow. Umefungua? Hallelujah. Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord. Obey your parents in the Lord. For this is light. For this is light. This is light. Kwa hivyo mwanga wako unatokana na kuheshimu mafuta ulio chini yake. Mwanga wako wa kimaisha, kufunguka kwako na njia zako kufunguka, kaa chini ya mafuta na uheshimu yale mafuta. Wachana na kubishana mingi. Story mingi, mambo mingi mrefu, wachana nayo. You will not succeed. Hauwezi kupigana na mtu mwenye amemwagiliwa mafuta. Tuendelee. Verse 2. Honor thy father and mother. That this is the first commandment with the promise. Yeah. That it may be well with you. Yes. That you may live long on earth. Now verse 1, it is specifically spiritual. Yes. Sasa ya pili ndio wazazi biological. Yeah. So that you may be, yani your longevity, kwewe kukaa siku mingi, it is dependent on what? On your mother and father. Wacha kiherehere. Tia kiherehere. Tulia tu. Kama umeletwa kwangu tulia. Mimi ni komada. Mimi si pasta. Mimi ama komada. Mimi ni kukomad mapepo na kukomad baka watu. Oka hago thaitha ni ndigĩgwo thaitha. Atejarie wega. Ndiakwaririe wega niguo ke. I have no mission with you. I am here to command you. So that ikule umeharibiwa na watu, kule kumevujavujwa, nikurudishe ukae vizuri. Ukimalizana na mimi upate kuna mahali utaenda kukaa, mahali pa kubebelezwa, wewe tu polepole, mwingine ndiye apata kiti. Kwa sababu tuko na viti vidogo sana za kukaliwa na watu ambao hajielewi hapa. Kama ndani atotoleka. Let us look now on the ways how to honor your spiritual leader. How to honor your spiritual leaders or your fathers. Obeying their instructions and following their spiritual guidance. Or just obey the instructions and follow their spiritual guidance. If I give you a guidance, or any man of God gives you the guidance, just follow it. Obey it. Because siwezi kuzungumza maneno ambao hayana msingi. Maneno ambao nayazungumza, I have researched. Maneno ambao nakuambia is from heaven. Sometimes I come here, nitasikia Mungu ameniambia nenea hawa watu kitu. Oh, just obey it. It's not for my sake. Just obey it. It's gonna happen. Kama sasa naweza kukuambia sasa kuja ushinde ukifanya kazi hapa. Unawacha kazi yako na unaanza kujiuliza nitaanza je kazi yangu? Nitaachia nani kazi? Unawacha tu. Unakuja hapa unajishikuta kazi yako ni kufagia, kazi yako ni kufanya vitu mpaka watu wanakuuliza kama mtumio yule yako rokile. Hallelujah. Immediately you commit yourself and you surrender to the will of God. Unakuta Mungu ametuma malaika kwako. Kazi yako inafanyika na bila wewe kujua. Unakuta pesa zinakukuta hapa kanisani. Kila ambalo unasikia tuntum. Na kwa sababu unajua uko umezoea pesa zikiingia kwa kasimu, unakuta kila wakati unaendaka ukitoka mpaka watu wanamuuliza, nikigituma gathie kioro maita maige. Gakoragwo na kamurimo. Because blessings zikianza kukuja, they will make even people feel this man, huyu mtu ameweza kubarikiwa. Baraka zikifunguka, unaona vitu zingine ambazo hazikuwa. Jana hawa vijana nilitaka kutest. Hii pesa wanapataka ni pesa gapi? Wakienda kufanya mauzo. Asubuhi nikawakuta huyu na wewe, ni wewe na wewe. Nikawapatia 200. Hawakuwa na pesa. Nikawapatia 200 na wewe 200. Nikaambia nendeni na mlete hii matunda hapa. Wakaenda na 200, wakaleta matunda wamekatakata. Nikaambia saa tuombe. Nikawabariki, nikasema waendeni mkabarikiwe. Nikaambia waende. 1 hour walikuja hapa wakiwa na pesa. Ulikuja na pesa ngapi? So 4. Na wewe? Out of 200 wakaleta 800. Within 2 hours walikuwa na 800. Na kuna mtu amekuja haikaleti na haitereire demo he magana mere.
Ulinifundisha lesson ambayo sikuwa nayo. Duru yakwa mukaria. Never, not me. Nitakupatia duru yangu kama unaenda uniambia kuna ile kasi, unaonyesha kasi ndio ile, nitafaidazi. Walienda 2 hours. Walikuja na 800. Ulisikia wapi pesa kama hiyo? Ani taxed money. Na ukite hapo telephone yako ikate apostle ni aigua gatha. Tani irathirire. Apostle oyo aigua gatha. No ndeto ile cituragio nyumba ino cia apostle. Uria matharau, uria araria uru, uria aratwariria uru, uria atumenete, uria ndurika. Alafu naongojea pesa yako. Uria aratuhuthira uru. Praying, number 2, praying and interceding for your spiritual father is another way of honoring him. Praying and interceding for him. If you intercede for me, God will take over your job. God will take over your problem because you are interceding for his servant. Hiyo ndio siri. Ukitaka Mungu abebe mizigo yako yote, intercede for the man of God that you are under. Muombe, chukua jukumu ya kumwombea zako mizigo zote na kushughulikia zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nasikia kwa watu wakisema haleluya. Number 3. For you, tunasema nini? We are talking about ways to honor. Another way to honor your spiritual father, it is ministering to their needs. Hiyo tulisoma, si ndio? Ministering to their needs. Bwana Yesu asifiwe sana. Sihitaji kuwaitisha. Mnahitaji kujua kwangu kuna kunywa kwa kasukari, unakuja na kilo 2. Na usikuwa umeiombea ati hii ikue ndio kifunguo ya hii boma. Hallelujah. You minister. Shikomesikia? Minister to my needs. Minister to the needs of your apostle. Ukiona amevaa katrosa kamoja siku mingi, kajini kama haka nimevaa siku nyingi, ujue si kupenda napenda kuvaa siku nyingi, ni sina mingi. Unaenda unanunua moja unaleta. Utapunguza siku hiyo nyingine hautanipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati niliona huyu mjamaa ako na shati moja, simu na amebadilisha. Na leo amekuja na kinyasa. Maisha London. Maisha imefika nini? Maisha imeingia London. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. He's a happy man. Angalia mpaka sura. Akikuja hapa alikuwa mzee sana. Angalia hiyo sura. Saizi imebadilika because we have ministered to his needs. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali analala mahali mzuri. Nyumba mzuri, si ni mzuri hiyo nyumba? Sio nyumba unalala ni mzuri. The way place you are sleeping is comfortable. Good mattress, big. Yes. Yeah. When in a capital city, everything is good. Yes. Everything is good. We have ministered because this is one of the mtu ambao unafaa kuminister. A foreigner. Any foreigner. If you minister to their needs, God will minister to your needs. Hallelujah. Wacha utaona venye tutabarikiwa hii nyumba kwa sababu ya mtu kama huyo. Mwimenyeri muno kusimama kana dutaya. Supporting them, number 4. Supporting them in achieving missions and goals. When you come and support me to achieve the missions and goals, God will bless you. God will support your missions. God will make you succeed. That is the most powerful thing. Wakati ninatengeneza watu hapa na wabia, nendeni mjifungie pale, muandike proposal, hii kanisa mngetaka tuiendeleshe hivi. Watu wengine walianza kupanic. Kama kuna kitu kimefanyika hii nyumba, ni wakati hawa walianza kuandika hiyo kitu. All of a sudden, watu wamekuwa active kwa hii kanisa. Baka nikafurahi. Watu wamekuwa active. Kumbe kuna kitu inakujaga kufufua watu. Hallelujah. Kumbe kuna kitu inakujaga kuamsha watu wanakuwa vizuri because kuna kitu ilikuwa haijatendeka mzuri. Na kwa sababu umecorrect mistake, unaona watu wamekuwa. Mpaka unakuta huyu kumbe alikuwa kama mhubiri. Hatuko tunafikiria tu ni kama kamekaa hapa, kumbe ni mhubiri. Sasa unaona kuna vijana hapa wanaanza kuhubiri. Kuna what because there is hope. Something has happened that has changed, everything is working. Watu tunakuwa nyumba ya Mungu imeanza. Sasa wacha board of governance waanze kazi. Baraka kwa sababu watakuwa wanaendeleza maono. Watakuwa wanaendeleza vision.
ya mchungaji. Sasa mchungaji atapata ruhusa ya kwenda Heaven's Gate. Nitakuwa nikikaa siku 3 kabla nikuje hapa. Nikikuja tu hapa nikisimama, nasema mapepo muondoke bila kustruggle. Si pepo toka! Pepo toka! Pepo toka! Pepo toka! Kwa sababu sijapata wakati wa kuumba Mungu. Ukiona ninapayuka hapa, najaribu kuchochea na haichocheleki. Because I don't have people to help me. I don't have people to guide me, to assist. Achukue mgae responsibility, mchukue. Maana wacha nikwambie, wakati Musa alikuwa anatembea, kilikuwa kimusea tu kinatembea. Kimusea tu kinatembea tu, ni kimutu akieleweki. Lakini wakati kiliambiwa gawa mamlaka, gawia watu, wale watu waligaiwa mpaka walianguka chini. Au walianguka, walikuwa wangapi? 72. Wote the power ambayo iliruka ikaanguka, wote walianguka chini, and it was carried by one person anakuwa akianguka. Lakini wakati iliangaliwa hivi, watu walianguka. Why? That is why you need to carry one part. Wewe bebe one part, wewe bebe one part. Ndio na mimi nipungukiwe na mzigo, niende nikae na Mungu, niende Mount Sinai nikutane na Mungu. Nikikuja hapa sita shida sikisema 1, sema Yesu 2, sema Yesu 3, sema Yesu fire. Baka sasa nakuja nikikuja tunapita hivi, unaona huyu ameanguka. Angalia Yesu alikuwa kwa boti, hata kabla hajatoka mawimbi yalikuwa yameanza kuleta shida, maana walijua wanakuja, kuna mtu anakuja. Mapepo ilijua a person is coming, mwenye anakuja kungoa. Wakaanza vita kabla hajatoka huko. Alipofika tuko wakasema Mungu wa Daudi, toka nini Mungu wa Daudi, kwa sababu hakuna power. Ujoka huko kata. I command you out. Ninakwambia tukutabui. Who are you? I command you out. I command you out. Why? Kwa sababu mimi ndio nimewasha sufuria, mimi ndio nimepanga kiti, mimi ndio nimefanya hivi, mimi ndio nilikuwa kwa choo kuosha choo. I didn't have time to connect with my God. I didn't have time. Bwana Yesu asifiwe sana. Singekuja kushika microphone hapa. Unasikia hata sasa hii ninaongea mpaka mnasikia kucheka, mnasikia raha. Sina hasira. Mizigo ishaweza kupunguka. Nasikia sasa ni mwepesi. You know tutawera. I can do the work of God. Hata mzee akikuja nyumbani kama amechoka, utashinda ukimwambia darling, babe. Mzee anangorota. Sasa kabila anaamuka, mnaanza kuongea babe. Unaona kia. Sasa amechoka. Maana puda imebebesha mzigo. Hallelujah. Punguza mzigo kwangu ndio niweze kuwahudumia vizuri. Yes, support my vision. Support what I have. And the glory itakuja kwenu. Haitakuja kwangu, itakuja kwenu. Maana I'm able to deliver the work God has given me. I'm able to do what God has given me. I'm able to teach. Yes. Because leo nimekuwa na time, nimetembea Kempisiki, nimekula vizuri, nimekuja. Sitakiza machakula zako. Why? Because responsibility imeondolewa. Somebody has supported in me achieving my goals. Yes. Hiyo ndio raha mtakuwa mkipata. Nuna mladha kwa modhi. Anitaki dono dhekete. Atakiona ina magewa modhi. That is what, when you have a father that is carrying the blessing for you. When you have a father that is happy. When your father have a father that anaenjoy kukua na nyinyi. I am loving this. I'm enjoying this. Yani kiubiri kena mnacheka. I'm having fun. Hata mimi nasikia uko ndani, nasikia kufukuka zaidi. Tofari vuto uketotari tuahiguka, tuahiguka. Yeah? Paka majigini imekwama na huku nasa.
Blessing a spiritual father provides safe environment for love and empowering. Sinaona sasa, mnasikia kunipenda? Yeah? For the first time, mnanisikia kunipenda? Yes. Yes. Juzi na zingine mnikia kiubiri hapa na wagalia. Mnaniaga. Kwa sababu nilikuwa na msiko ingine. Nakaa na sura inakaa ya chura. Ama ile chura ya mgoda. Najua kiora kile kia mgoda nigageta ogetodi. Ndio kama hao kona mpaka hiyo ni kiki mudhukeire. Unakuta kila mtu bugala ananiona, unaona mtu anahepa tu. Na hujaongea vibaya, ni kupita tu naona huyu anapita hapo. Ukienda padi unaona huyo mwingine amepita hapo because anasema leo ni kubaya. Sikupenda kwangu ni ile mizigo nimebeba. And I don't have love. But when you become a blessing to a spiritual father, you get a safe environment, and also you have God for love and an empowering. You get the empowering. Hallelujah. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Yes. And for this to be achieved, a spiritual father must have been a son. Hallelujah. You must have been a son. You must have gone through a process of being a son. For you to become a good father, lazima ulikuwa mtoto, ulinyenyekea, ulikuwa mchini, uliambiwa kibia. Wewe ni mzee umejaza nywele mpya ama ni white. Nywele white kwa kichwa, unaambiwa leta ile kiti, unakibia. You must, lazima kuna wakati lazima you must have been a son and an obedient son. For you to be obeyed in the future, for you to be respected, you must have respected an anointing that you are under. So tuende hiyo ingine sema nini? The spirit for you, the honor for you having honored the spiritual leader, you increased integrity, personal integrity, and you speak authentically. Whatever you speak with authenticity, and the integrity in you increases. Unakuta mpaka watu ambao wanakuheshimu. Hata ukipita huko unasema that man is anointed man of God. Bako unakuta mtu anointed haidagi kama mtu ambaye si anointed. Ukiangalia ile style unaokaga nayo, kama unaoka kuna mama mwingine anakuaga hapa, ukimwona anataka hivi. Unakuta mpaka akitoka huko mpaka huko ninajuaga ni nani anakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu mwenye ako na anointing, ako na kutembea kwake, anatembea na mwendo mzuri wa kunyenyekea. Unaona venye anatembea kwa madaha fulani. Mtu ambaye unaona that man is composed. That man ako na anointing, ako na power. Si hana marigo. Unaona hata tukigea nawe na mahali. Nataka tu hivi tunaenda tukigia Serena. Unaona naingia, unaona mirago. Mimi sipitagi pale watu wanafanyiwa screening ile tuitui sipitagi, napitaga mirago mwingine because what? Na ninakanyaga pole pole. Naenda kwa kiti nakuta yule Asha wa huko kwa hoteli amekibia haraka, amenitolea kiti hivi, nikae chini na ninakanyaga tu pole pole. Na alafu kwa sababu nataka kuliga kidogo, na chukua simu naanza hello, hata kama kuna mtu naongea na hello, kwa sababu unataka kuona how they are arranging your seat. Hallelujah. But because there is power, there is something that is in you that they don't have. Immediately, mimi sijai kwenda Serena nikalipa bill. Sijawahi kulipa bill ya Serena. Naitaka tu najifanya si kujipanya. Kujipanya ni ya Kikamba. Kujipanya ni ya Kikamba. Kambas in the house. Kambas in the house. Yes. Sikujipanya ni Kikamba. Ni ya yule jamaa alikuwa anaitwa Kenyan wa Maria. By the way, Kenyan wa Maria alienda wapi? He was my friend. Tulikuwa tunaendanga hiyo muziki yake pale Fedha. Hapo ndio kuna bar fulani alikuwa anakuja huko. Si ndio si ya Mtongoi. Hapo ndio tulikuwa tunaenda hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. When you honor your father, you create great deals of freedom. Great deals of freedom. When you have a respect and have honored your spiritual father. Yani unakuanga na
great deals of freedom. You are just free. You walk free. Nilikutana na masoja wengine hapa wakiulizana, huyu jamaa kwani haja change? Hawa masoja hapa chini wanajua sija change. Sasa nikataka kujua, nikatuma ule jamaa anajifanyanga driver yangu, nikamtuma hapo. Nikamtuma hapo, nikamwambia tadhi, hebu kwenda ujue ni kwa nini wanasema sijabadilika. Akaenda akawauliza, wakamsema huyu jamaa atembeagi na bodyguard. Na ndivyo ako na jina kubwa. Manyuru hapa ako na askari 8 na ako na bodyguard 12. Na huyu anatembeaga peke yake. Hata juzi alikuja akachukua motorbike hapa kaenda. Yaani huyu mtu haja change. Wanataka kujua mtu amechange, ni yule analidwa na bodyguard. Ati amechange. No, I have a great deal of my freedom. Yes. Napitaga hapa naenda huko, naruka hapa nachukua kihoka kimoja, hawa vijana hapa wananiona, wanakuja wananisalimia. Bishop tutile hali anawashika hapa wakinuka. Nashika mwingine hapa akinuka. Tunavuka upande ule mwingine nakuta watu. Huyu jamaa hajaokoka. Huyu kwa sababu nikiavoid watu ndio nimeokoka. Nikitenga watu ndio watajua nimeokoka. Lakini nikitembea na watu wako na uchafu sijaokoka. Hallelujah. Bwana Yesu. Because I have a great deal in my freedom. I don't care what you say. I don't care who can hurt me. Because nobody. Wewe ukasikia ninachokoswa hapa? Hapa chini. Mkasikia ninachokoswa. Kutaendaje? Sema tu, simama. Mkasikia mimi nimechokozwa hapa. Wewe unausikia na huko padio. Kutaendaje? Kuna mambo itatembea hapo. Kuna watu watangolewa vichwa. Ndio mwanyerosa vizuri. Because I have my freedom. Nikipita hapa nikuta vijana wananisalimia, wananiambia Bishop, habari? Naendea na wao, natembea nikiwa na kairifu kangu kamoja, niko na freedom, nakatoa kairifu kamoja na abiadhi mukale. Yes, because I have the freedom. I enjoy everything. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is because of I have honored my spiritual father. The day you learn to honor the person in authority, the spirit that he has covers you. Hallelujah. Hautakuwa na shida. Hautakuwa kingangana kwenye maisha yako. Sasa mimi singangani. Nimeondoka kwa kungangana. Kanilo na tadira ngangana. Unaona kama nangangana? Hebu niombe shilingi 10,000. Uende kama sitakupatia. Kama huyu mama alikuwa ameshika pesa na ameweka kwa kitabu, zikaniona zikaaguka hizi hapa. Ziliniona tu nilifika hapa, zikaaguka. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunaona hiyo maneno ni mzuri sana. Yes. Ginyoni alidelia watu katani. Yes. Because of honoring. Only honoring your father. Mheshimu tu. Honor him. Hata nunua kataka chocolate. Na hapa nilikuwa na chocolate, sichukule silienda. Kweli. Ndio maana hii ofisi kamilike, tuweke milango. When you honor your father, your spiritual father, there will be a spiritual covering and protection over your life. You get an automatic spiritual cover and protection. You don't fear. Saa 8 usiku ukisikia umekohoa sana, chukua simu nipigie. Niambie mtu wa Mungu, nidirakorora muno. Nitaoda nikiwa kwa nyumba kama nimelala. Nasema hiyo kikohozi nyamaza, na itanyamaza. Because I am covering. I don't need to mention to you. Watoto wangu, if you learn to respect and honor me, I'm telling you, anywhere you go, don't even call me. You don't need my hand anymore. You don't need me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ, I declare and decree and blessings in the name of Jesus. Hivyo tu na lugha nyingine unasikia ni sauti imetoka kwa tumbo vizuri, tumbo imejaa. Sasa nikikuwa hapa demo hotu, dinanywa breakfast demo hotu, una imagine kila ko muhujeria huko. Ngara gude nawe ya mwere.
na mucidi ndinamutumia ugo ginya ngwire njikirite njukire ngicinyorokagia na guoko tondu itihuritwo bathi riu njoke ngore nae guku wina githirani giaku ati guku ni turaririo uru guku ni twaragirio uru guku ni twiragwo maundu twiranago twikagwo matharau guku mugwe ko matharau ginya mwenda guthira muthire tondu ndina bitterness. Honor your father. Tell your neighbor honor him. Yes, honor him. Ni furahi. Yani tengeneza hata Mungu tukiwa Mungu. When we honor God with all that we say, the Bible says, honor your Lord. Honor what? With what? With your substances. And what happens to you after that? The blessings from heaven. They open the floodgates. Yes. Hallelujah. Yes. Yeah. When you honor your father, you enhance the way you think. Utakuta baka kuchange, mumechange. Si mnaona akili zangu ni moto moto. Hata watu wengi hapa wameadapt. Wale ambao wako na akili wameanza kuadapt mimi. Unakuta wana think faster. Me I think faster than the way I move. Before you open your mouth, Katuko, nitakujibu. Nikikuwa hapa nikikwambia niletee ile kiti. Waza sasa kuweka vitabu chini pole pole, waza kuvuruta nguo hivi pole pole, utaniona nimeendea hiyo kiti nimekuacha. Nimelete. Kwa sababu I don't have time to waste. Na hivyo ndivyo nimeubwa. Sio kupenda kwangu wakati mnaonaka nimechukua kitu nimeenda na nimefanya, ulikuwa umeanza kufanya, nimeenda nimeichukua nimeifanya, si kupenda kwangu, ni hiyo slowness sitaki. Because if you have not honored me, you will always be slower than me. But if you honored me, utakuta vitu tunapelekana. Hata sihitaji kukwambia, nahitaji kukuangalia tu na macho, unajua ni nini nataka. Hallelujah. Just my eyes imetosha kukwambia what I need. Si ati atuke ate hiyo nitakuweka kado na ita mwingine wewe nilete hiyo kiti wewe chukua hiyo lete hapa. That is me. But if you've honored me, God will release the thinking that is me to you. Tutakuwa nakuta tunapatana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukapata hatupatani kabisa. Nimejibebeleza kwako baka ninatembeaga na kuja na kugusa ndio niachilia anointing igusane hivi kama ile roli inagusagwa hivi ndio utakuta kama haipatani. That's it. Haiwezi. Kuna mahali tunaenda na wewe. Wewe kitoe tu. Ukiona tunaanza kusubuana kwa maagizo na kwambia fanya nakuta venye ulikosea jana tena umekosea tena. Wewe kitoe. Kitoe tu, usingojee mimi tena. Ukinigojea mimi nitakuambia don't waste my time, my brother. Because you are refusing to honor. Honoring enhances the way you think. It changes the... So wakati tuliokoka na tukaanza kuhona Jesus Christ, we move and do things. Tunasema in the mighty name of Jesus Christ, mtu anapona. Because we have honored the authority of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ, unaona kiweta kinaamuka. Because we have honored the way he thinks and the way he wants us to do. Hallelujah. Hallelujah. Yes. When you honor your father, leads you to maturity. You become mature. Because your father is mature, you also become mature. Baka matendo yako hata ukiingia kanisani watu wanaona this woman is changed human. Lakini kama you have not honored your father, utakuta huko kanisani lakini bullgum uliao. Au mtu akikula bullgum kama hiyo unaona mpaka macho imekuwa around kama ya panya. Alafu unaona ameitoa. Hali ya huyu. Alafu na polisi inatoka. Au na yule. Because the immaturity that is in you. Nikikuja nikuambia this thing I don't want because of this, unakuta kimutu kimekasirika. Hiko gutire mundu tekomenya nitwaragerio urugoko. Todo you are completely immature. You don't know what you are doing. Hallelujah. You don't know. When you are here in this ministry, your spiritual father and you need to treat him with secrecy. Sio kidogo hivi umemtoa huko. Kidogo huyu unaongelea karaja.
ukitoka kwa Karaja unaongelea Don, ukitoka kwa Don unaongelea huyu, ukitoka kwa huyu unaongelea huyu, because you are immature in the brain. When you have people discussing the leaders here, it is because of immaturity, and they have refused to honor the authority that is there. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukasikia mtu anakupatia story ya mtu, ati ile kitu anaweza kukuambia, unajua bibi ya Karaja venye alikuwa amevaa akai bibi ya pastor, automatically stop that story there, because that is a story of an immature person. We don't discuss personalities, we discuss issues. Yes, that's simplicity, a simple mind. Sasa unataka kuniteremsha siko, uniteremsha unitoe kule juu joka harevoini yako. Asha hapana, tafuta kimsea huko ikusaidie na huko, ama ni aje? Hii topic ni mzuri sana. When you honor your father, he releases impartation into your life. There is an impartation that will come because of you walking with me. Because of having a spiritual father around your life, there is a special impartation that will come. You go to your business because of impartation. Ile roho umechukua kutoka kwangu, ukiingia tu kwa biashara yako, mapepo yamba ile yote iliko hapo inahama. Hallelujah. Because of honoring me, ukienda kwa nyumba yako, hata kama mzee wako anakuaga ni chui, ni siba, unaingia tu unaona ameanza kujikuja hivi. Atatoa sauti ndio ujue alikuwa amepaka kutoa sauti, lakini hiyo sauti ameikujia mtengoe, amekalia mtengoe hivi. Kwa sababu hajui. Kwa sababu ukienda kunyumbani usikie mzee, umwambie umetoka kanisa saa hii saa ngapi? Umetoka kanisa. Kanisa gani? Kwa Waruinge. Unaona mzee anaingia kwa bedroom, anaenda kuandika ka message. Mkisikia maneno yameharibika kwangu, mjue bibi yako alienda kanisa ya Dora. Bwana Yesu asifiwe. There is an impartation. The problem is not Dora, but there is anointing that creates an atmosphere that the people, when they hear you are walking with Dora, wanakuheshimu. Yes. Ukienda pale tuende naye kwa Sanali Hotel, utaona all the waiters there wamekuja kunisalimia. Kwa nini? Na watakusalimia si wako kusalimia kwa sababu wewe ni mtu mzuri ama umedress vizuri, because of the person you are walking with. Yes. Hallelujah. Kama ukitaka kufaulu kwenye maisha, you don't need big things. Atuwede ukae na Ruto, umwambie nisaidie, umwambie unahitaji tu siku moja upate opportunity. Usimame na Ruto tu hivi. Upigwe tu kapicha. That is enough to propel the next of your life. You don't need him anymore. Hiyo picha peke yake, because kuna impartation, a presidential impartation that you get there. If I want to lift you, nikuweke kwenye level nyingine, what I will need, nikihubiri ama nikiwa kwenye mkutano, tutakwambia let's go, let's walk. You know, where do you come from? Where do you work? Okay, thank you. I'll meet you next time. That alone will change your life. If I'm a prominent person, people who have always wanted to meet her or me, wataenda kwake wamuuliza, how can I meet that man? I'm ready to give my 2 million. I'm ready to do this. I'm ready to do this. Because walikuona ukitembea na mafuta, na wametafuta hiyo mafuta wamekosa. Just by me walking with you this way, tunatembea tu kidogo mdogo, tunafika hapa na kwambia thank you, I'll see you next time. You don't need money, you don't need my signature, you need only that. I will have imparted a blessing upon your life, and it will be unstoppable. Nobody will challenge you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. The second last one, when you honor your spiritual father, it brings accountability and corrections. It brings accountability. Kwa sababu ya kukaa na mimi na kukua you honor me, you will not want to do anything that can demean your father. You will not bring shame to your father. You will not bring shame to your spiritual mother, because you don't want to bring him down.
unataka uitanishwe na baba yako. Kuna watu huku wameweka kwenye magari yao vibandiko vya TB Joshua, wameweka kwenye kitanda TB Joshua, wameweka kwenye simu yao TB Joshua, because wanaheshimu, wanatambua mafuta hayo. Kwa hivyo mahali popote ameweka kibandiko, na mahali popote ataenda, atatembea na atakaa kwa njia ambayo ni nzuri, asiaibishe baba yake. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what they say, that it brings accountability and correction. And lastly, through fathers, they release inheritance. If you honor them, they will release an inheritance to you. Ukitembea na mimi kama Elijah na Elisha, lazima ata-release an inheritance. Hallelujah. 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 Yes. I will release. Tembea na mimi, ile anointing niko nayo lazima ikupate, if you honor me. But if you don't, utakauka hapa, na utatoka hapo umekauka kama mti ya mtarakwa. Unajua mti ya mtarakwa inaweza kwa ikianguka chini hivi inapasukaga, haiwezi kusaidia tena. Yes, it's a very valuable tree. Haiosagi, haikuliagu na mchwa, lakini ikiinua hivi ni iagushe chini, itapasuka na haitatumika tena. Kuna watu hapa ni miti ya mtarakwa. Yes, itakuwa kuni, na ni mti ilikuwa ifense iishi maisha yote, inakuwa kuni. Na ikikuwa kuni, inakuwa kuni, inaanza kulalamika. Unasikia tota toa tota 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 tota. Hao sasa ndio hao watu wanakuwa kanisani, makelele mingi na hawajui kuheshimu mafuta, hawajui kutii mafuta. Makelele kwa sababu walianguka chini wakapasuka, badala ya kukua kikingi ya kufense wakakuwa kuni. Simameni kwa miguu yetu. Acheni kuniangalia na macho ya huruma. Tii mafuta. Mwambie mwenzako, heshimu mafuta. Kuheshimu mafuta si utumwa. It's a requirement from heaven. It's a blessing. Na ndio tuende bali, tuheshimu tu hii mafuta. My sister, kuja. Huyu msichana mzuri sana. I want you to be my friend, huh? Already you become my friend. Nataka nikupatie nani atakuwa mother yako. Wengine hapa ni wa Lecho, will you want to mentor this girl? Yes. Mentor. Ni msichana alikuwa praise and worship, muabudu. Huyu ni nabii wa Mungu. Lakini venye alivyoteseka mikononi mwa watu wa Mungu na kutoheshimika imempelekea kupotea. Amerudi. Alikuwa amesema hatarudi na hataingia kanisani tena. But she's back. Yes, I'm back. Yes, she's back. She's back. Mama yake alijaribu kumuita. Mumekaa na siku nyingi sana mjambo. Yeah. I don't even go at her place. You can't even go at her place. Like almost 1 month size. Almost 1 month. Hataki kuwa na mama yake. Lakini tumemzungumzia vizuri, amekuja. She's good. Umefanya kosi gani? Sijafanya kosi yote. Ni nini ungependa kufanya? Nilikuwa nataka kufanya beauty and cosmetics. Now design? Pardon? Design. Yeah. Unaweza fanya design? Thank you. Chikana na huyo. Lera mwana osho. Awasikilizani na mama yake. Mama yake ni rafiki yangu. Mama yake tulikuwa tunakunywa changana yeye. Mama yake. Yeah. She's a good girl. Tutasimama na yeye mpaka asimame vizuri. Ni worshiper. She's a great worshiper. Great. Sawa. Nipesha dada kule. Chako tarare. Weke na shako igana. Leta ni pesa. Leta ni sadaka. Leta ni sadaka. You start honoring now your father.
Yes. Yes. Thank you. God bless you. Yes, mommy. Yeah? Repentance. Karaja. Kuna ile verse tulisoma ya honoring your father na repentance offering na nini offering. Hiyo ulisoma ya kwanza. Ilikuwa kitabu gani? Ni Proverbs ama ni gani? Ilikuwa kitabu. Nani amechukua kitabu yangu tena? Ilisoma ile ya kwanza ni gani? Ya kwanza kabisa. Hebu soma tena. Huyu mdada aelewe. Leteni tu hapa. Endelee nikulete. Endelee nikulete. Thank you. God bless you. God bless you. God bless. Oh wow. You're a great man. Hiyo kinyasa amevaa nikivaa inakuwa trouser automatically. Hello, what's your name? Morgan. Imogan. Hiyo ni jina ya Kenya. Hebu soma. It was Ezekiel 44:30. Inasema, and the first of all the first fruits of all kites, and every offering of all kites of all your offerings shall belong to the priests. You shall also give to the priests the first of your course meal, that a blessing may rest on your home. That is Ezekiel 44:30. Okay. All right. Dhabihu ya kutoa, ya kuomba msamaha, ya repentance. Kuna dhabihu ya kurepent. Kama hii nyumba by the time tumalize mkuwe mmetoa dhabihu ya kurepent, kwa sababu hii nyumba nimekuwa na mikora mitupu. Watu wakuniangalia pale, wakunizungumzia pale, wakunini, hiyo maneno yote mmekuwa nayo. Ndio na mimi niachilie baraka. Si ndio? Hapa mtigia. No muikale kwa hali hati na dena. I am happy. Am I happy? How many of you are happy? Hii mafundisho, is it blessing us? Are we changing? Are we found? Mmeanza kujipata? Yes, that is what we are lacking. Hallelujah. Ndio naonanga si wabebi sana, kwa sababu kuna hii hatuko tumefundisha hii. Ni kitu mlitoka huku kule, mlitoka wengine mlikuwa Rejo Maria hapa, wengine mlikuwa ile ya Waluya, ile ya barabara kama kina Don na bendera huko. Sasa ukikutana na kina Awol na nani na Belita na Don kwa barabara, unakuta hiyo maneno haikuwa mzuri sana. Let's worship. Nataka tu worship. Sitakuwekelea mkono leo. Just let's worship. Connect yourself. Mkuje mbele nyinyi wote. All of you mkuje hapa mbele. Just let's worship. Just a worship. Just a worship. It is good for you. Wanapo worship, wewe uende ndani ujue ni nini umeambiwa na Mungu. Ujue ni kalaini gani. Kwa hiyo zote tumefundishwa ambao imezuia baraka yako, imezuia anointing yako iflow. Iangalie tu, just uiangalie as they worshiping. Don't worship, don't sing with them. You go deep. Ukitaka kulala chini unaweza kulala, ukitaka kupiga magoti yako chini. Do whatever you think is good with you and God will bless you. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa.
utukufu